Naomba unisikize kwa makini Nora, ndugu yangu. Nimekuja na mipango mipya kama unavyonijua ndugu yako. Lete vitu shoga yangu, lete mambo. Wewe unanijua? Subiri. Pokea kitu hicho. Shoga yangu, hiyo ni dawa. Nimekuletea dawa mwekee shemeji. Yaani hiyo dawa ukimwekea nakwambia, yaani kila kitu utakachokisema shemeji anatoa. Subiri kwanza. Rebeka. So sumu hii ndugu yangu wewe. Hiyo ndugu yangu, mimi siwezi nikakupa sumu. Nitakupaje sumu kwa mfano? Yaani hiyo ni dawa. Tena ni kiboko, unaelewa kiboko? Yaani chochote utakachokuwa unakisema kwa shemeji, kila kitu atakuwa anakupa. Sasa udugu wangu, hii mimi naichukua. Na hizo heka zote nitazifanya. Ila tukubaliane. Kikitiki, sijui nitakupa zawadi gani shoga yangu. Yaani ndio pale bwana kashaelewa mambo lele kila ninachokisema imo. Na kutafutia zawadi Rebeka mimi sioni. Sasa ndio nakwambia shoga yangu, hiyo sasa ndio dawa yake. Tena hiyo ndio kiboko. Yaani ukimwekea tu hawezi kuongea. Uzani atakuwa atapinga? Hawezi kupinga chochote. Shanielewa? Yaani hiyo masharti yake unamwekea mara 2. Kwa sababu hiyo dawa asubuhi unamwekea kwenye chai na jioni. Kwa sababu mchana shemeji anakuwa kazini. Yaani kumwekea ndani ya siku 2 ikizidi ya 3 majibu utayapata. Mbona utanishukuru shoga yangu? Ila mimi nakwambia nini nitaifanya. Asubuhi chai mwekea pale, jioni nampa chakula na nampa chakula tena. Ataelewa mwaka. Kwani wewe ndiye uliyemgonga huyo? Hapana. Ila mdogo wangu alimkuta barabarani tayari akiwa ameshagongwa. Na aliyemsababishia ajali hiyo akiwa amekimbia. Kwa hiyo mimi ni msamaria mwema tu ambaye nimemsaidia na kumleta hapa hospitali. Ila nikuombe kitu dokta. Fanya kadri unavyoweza ili mradi aweze kuwa sawa. Na gharama zote mimi nitaklia kwa ajili yake. Hilo usiwe na wasiwasi. Kikubwa hapa ni kumwomba Mwenyezi Mungu ili aweze kukaa sawa. Unaona mwenyewe tayari nimeshamwekea drip hapo. Nafikiri inaanza kufanya kazi. Kwa nadhani atakaa sawa tu kwa uwezo wa Mungu. Jitahidi dokta, nakuomba sana. Yaani nakuomba sana, nifanye unavyoweza. Shida sio gharama, shida nahitaji kumuona. Basi twende ofisini kule nikakuelekeze vitu ambavyo vinavyotakiwa, ujue na gharama zake, au sio bwana? Haina shida. Leo nimekupikia wali maharage. Kwambia kitu kimoja mke wangu. Leo mnipikia wali maharage na yaani vyakula fulani cha Kiswahili fulani hivi. Mimi si unajua mimi najua unachokipenda. Na najua kabisa haya wewe mambo yako. Kwa ndo maana nataka nikufurahishe mume wangu. Najua unanichanganya wewe. Yaani mkozo ulivyokuwa malikia ulikuwa mzuri. Alafu kumbe unajua kupika. Unajua kuna wanawake wengine kuna wazuri kupika hawajui. Lakini kote umekamilika. Ndio mbona unapenda kunijaza? Nakwambia kwa sababu kupika unajua. Ndani ndio usiseme. Alafu mzuri hatari. Hivi kuna kitu sijawahi kuambia mume wangu. Unajua wewe bonge la HB. Kweli.
mimi nikijiangalia sana kama dunia nzima Yaani hakuna kama wewe. Hai, kula mume wangu. Upate nguvu, ukanitafutie uko nje nije nitumie. Yaani wewe swala kutumia utatumia, mimi na pesa. Yaani mimi ukiweka na ule good love, wewe mtu mdogo sana kwangu wewe. Yes, mashauzi mengi, si unajua mtoto wa Mbeya. Yana magari si manne tu. Sio na magari kibao, alafu sasa tuje kujionyesha. Sometimes mpaka magari yeye anazima kwa watu, natoa mimi afu namba mwazimiani. Hizi gari za milioni 700, 800 hizi. Wewe baby ujui tu. Chana Mungu, hapa unakula tu wali maharage na kuku wako hapa. Vimatunda kwa mbali. Unanikosha. Sorry. Maana nataka nikupe ubuyu hapa kidogo. Maneno mawili matatu. Niambie mama yangu au kweli. Naona umetulia kwenye ofisi yako. Mama unaojiamini, mwanamke mtafutaji, mjasiriamali, una baya. Yaani hakuna mtu alionifurahisha katika mtaa huu kama wewe Mwajuma Mbandandu kwa kunikomeshia wale watu pale nyumbani kwangu. Maana wale wapangaji wangu wanifanya ndimu. Tena ndi mwenyewe sijui ndimu ya unga, maana mitoto ile mijeuri hawaniheshimu, hawanijali. Yaani ukiwadai kodi, maneno anaoniambia hapo, utafikiri labda ile nyumba alisaidia mjengo au alisaidia tofali. Yaani kunikomeshia wale watu umenifurahisha sana. Nafanya kazi yako hivyo hivyo, endelea kuwakomesha, kuwadhalilisha kila unapowaona. Mpaka wajute kwa nini walikuja kuadhibu. Mwajuma Mbandandu sina shiombovu. Ukiakoroga hapa unayanywa hata kama ya moto, taungua tu mdomo. Yaani usonivoka kimya mama yangu, ukajua kama vile mjinga, taira, zamwamwa, msukule. Na site yangu huko napeleka chakula sasa hivi. Ndio maana sijazukia wale kenge wa blue wale. Sasa nina kazi nao. Hawezi kunikimbia muda siku zote. Hii wiki iwe tukunya yule nimemkamata sasa kwenye bidizi, nitaka nimtifuni mkanyage. Akaniahidi na ndugu yangu ukawaone ukamtoa. Nikaenda hapo ngoja kocha hapo na hujashua sasa ndio kuchukua yangu. Nikamchamba nikataka kumtikisa nimkanyage. Akanaye na samahani. Mimi ushapotea, ukafuta vingine, apata wapi? Mimi tena nimetoka Warabuni. Yaani wewe Mwajuma Mbandandu mimi nakukubali. Na ukaze hivyo hivyo. Yaani natakiwa pale uje kuadhalilisha. Ikiwezekana kila siku ya Mungu, kila unapowaona ngumi, kila unapowaona bikichwa, yaani mpaka waijue dunia. Kwa sababu wameujia mji kwa pupa sana. Wananionea sana pale, hasa kile kilichokosa nyama kile kimbaumbau kile. Alokuwa na miguu kama fimbo za puru yule. Yaani yule mtoto ndo mjeuri hatari. Akikupa neno moja, mwili wake mdogo, lakini neno lake kubwa kama hapa. Akikupa neno lako moja tu, umuone vile vile. Mdogo wa umri, mkubwa wa mambo yule. Yaani ulivyowakomesha, yaani umenifurahisha sana. Tena ongeza juhudi kuja kuwakomesha kila siku wadhalilishe. Manake alikuwa hakujui kama yeye ndo Mwajuma Mbandandu. Sasa mimi ndio ndimu ya unga mkata shombo. Changisha na jina moto mambo yananoga. Tena lile pakiti la buku likuta kwenye mchuzi na dabuka dabu. Nitawafurahisha. Usijali mama, niko sambamba nao mwanzo mwisho pake eleweke. Wale hawanisumbui. Mbona kazi yao moja tu wale? Mimi hapa napika, yaani hapa najulikana napika. Mimi sio mchanko hivi. Watu wambe chanko, Mwajuma Mbandandu. Nakwambia siku gani kofi. Lakini hapa nauza kilo 20. Wale wa maji kilo 10, pilau kilo 10, ugali kilo 25. Sio shida zangu. Na pika watu wanapika fule kwa ndani nje. Wananionea donge, biashara nafanya naye anapata. Sasa na wananitibua, nikakaribiane siku, nikakae sembaya nifike na wao. Na nitakaa sembaya kwa ajili yao. Yaani uzidi kunifundia, alafu na sita mwingine umemnyang'anya wigi, umemnyang'anya sijui simu. Yule tipo ndo kakuomba msamaha, kwamba sijui ana ndugu yake yupo Dubai huko sijui nini, atakuletea wigi atamtumia. Na kwambia nitaonyesha kazi. Mimi nashinda hapa siku mbili kwa cha biashara sababu wananifanya najua kupika. Nikipika chuzi langu la nazi la samaki, nimetulia. Nikipika chuzi langu la nyama nakwambia na viazi na chuzi liko niko chuzi je kuduma machuzi nimetulia namna hii. Nikija kusimua kwenye vidagaa vya uchungu vile vya chungu na vibamia, kitu tele hakina maji. Nikija kusimua kwenye mlenda ya maboga na kwambia kwenye ya chungu mama mswano.
Mama nikija kusema kule mboga ya majani, karoti, mafuta kwa mbana kwa kiafya. Hatoki mtu hapa. Yaani wale kwa sababu sasa nimekuwa na biashara, ngopa karibu biashara yangu. Kwa sababu ile site kule napenda tu wale kitu. Tena kuadhalilisha kule. Baba, staki baba, niache baba, niache baba, staki baba, 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 baba. We, tulia. Tulia. Sawa. Usichome tena sindano. Vipi udugu? Mambo mjini, kijijini, kilimo. Tunakuja ofisini kwako. Bahati nzuri tumekutana hapa. Nadhani mmeletea mzigo yangu leo. Naombeni. Binafsi mimi udugu wangu tushamalizana siku ile. Mwajuma mimi nakujua. Bifu lako mimi siliwezi, yani siingii mziki wako. Kwa mimi ulivyochukua simu, ulivyochukua wigi, kilo safi dada. Vitu vyako mimi vilishapoteana. Bora tu ulivyochukua udugu wangu, kilo safi, tukionana tusalimiane, maisha mengine yaendelee kipenzi. Kidogo at least inaingia kwa sababu kweli nilichukua simu nikakuchukulia na wigi. At least kidogo imerudi hela yangu na faida nimepata. Tukunya hapo, naomba mzigo wangu. Mpaka nishaanza kusikia joto. Mwajuma, mimi niko nasema hivi. Wenzio ile issue nilokukea na wewe ile. Mbandandu. Sasa yule ndugu yangu nilosema kwamba ule mzigo ataniletea, nampigia kwenye simu hapatikani. Unasemaje wewe? We, sikuelewi. Naomba mzigo wangu. Umeona? Mlango kwa Arabuni, mbona vijafika? Ndio ujue kama kitu kutoka Arabuni hadi kutoka Tanzania kazi ngumu, kazi mbichi. Mimi mwenyewe nimetoka Arabuni, ndugu yangu kanitumia. Mbona jepeta na sitaki vingine. Nataka vile vile vya Arabuni ndio nivipate hapa. Si unanielewa vizuri? Sawa, mimi nimekuelewa. Tupe tena tuongeze muda mwingine. Kwa hiyo umeamua kuja kunichekecha, yani kunipima uwezo wangu. Hii ni kujeza tangazo vizuri. Ndio maana yake. Kwa sasa mgonjwa wako anaendelea vizuri kabisa. Yaani hata fahamu zake sasa hivi zimerudi. Sio kama mwanzo, anajitambua sasa hivi, anajielewa. Sasa hivi anajielewa na akili zake zimerudi kama kawaida. Sasa hivi hata ukimwambia bwana fanya hivi anafanya. Acha hiki anaacha. Kaa hivi anakaa. Yaani ni mtu ambaye tayari unaona kabisa kwamba fahamu zake zimeanza kurudi. Tofauti na mara ya kwanza mlivyomleta. Mimi nashukuru sana dokta. Nashukuru sana. Kwa hiyo vipi kuhusu ruhusa? Sinaweza nikaondoka naye? Kwa kuondoka naye kwa sasa hivi sio kweli, kwa sababu bado anahitaji uangalizi, na hata hivyo pia kuna sindano zake ambazo anahitaji kumalizia. Kwa hiyo kwa sasa hivi mngemwacha kwanza kidogo aweze kupumzika, na hata mimi nipate muda mzuri wa kumwangalia na kuweza kumaliza sindano zake ambazo zilizobaki. Basi sawa dokta, mimi nashukuru bwana. Kama kutakuwa na kitu chochote basi wewe utaniambia, mimi nikija nitakuja. Karibu sana ndugu yangu. Hivi Habiba, kuna kitu kinaniumiza kichwa sana kuhusu vitu vya watu. Hivi vimepotea vipi humu ndani?
Mimi mwenyewe nashangaa kweli, hivi vitu vimepoteaje? Ila mimi nahisi damu kubwa, ile siku ile tulikuwa bwiti sana. Tulivyokunywa ile mipombe, inawezekana kwenye bodaboda tumevibwaga kule kule. Sio kweli Habiba. Mimi kwa kumbukumbu yangu kabisa nakumbuka tumetoka baa, tumechukua pikipiki tumekuja navyo mpaka ndani. Nikiwa na viatu pamoja na pochi. Iweje leo uniambia kwamba tumevipoteza wapi? Ina maana mimi ndio kwanza leo nakunywa pombe? Kusema kwamba nimechanganyikiwa mpaka nimesahau. Na muda mkubwa aje akachukua. Hapa unajua unataka kumsingizia. Vile vitu wakati tunavichukua tunaingia navyo ndani, Joa hata kuwepo. Umeshaelewa? Hayo Joa akachukua lini? Au unataka kwanza kumsingizia Joa sasa hivi? Sasa Joa hajachukua. Sisi wenyewe unakataa tujavitupa, vitakuwa wapi? Au huyu mama mambo yake ya cheketu. Itakuwa na chuma ulete, kaingia ndani kaona hela hamna, chuma ulete limemtolea vitu vile kaenda kuuza. Acha kumsingizia huyu mama. Na unene wewe kule juu anapitaje? Hapa tuulizane mimi na wewe wawili tu ndo ndani tunaishi. Alichukua nani hivyo vitu? Kwa mimi damu kubwa mimi sijachukua, mimi na uhakika. Maana kama uko kupotea havijapotea, ujue vitu hivyo ulivyoazima wewe tu. Mimi mwenyewe wigi silioni na navurugwa kama unavurugwa wewe. Sasa kila utavosema utavokuwa unaning'ang'ania mimi nakupa mawazo. Kwa hiyo unachohisi mimi hivyo vitu nimechukua mimi, si ndio? Kwa hiyo unanipanikia au? Sio kwamba nakupanikia, mimi siwezi kukupanikia wewe. Lakini vitu mimi na uhakika sijavipoteza. Namsingizia kwamba kwa vitu vimepotea kwa sababu sitaki gubu lake lile. Na Mwajuma Mbandani ndio namjua. Na mimi na uhakika vitu niliingiza ndani. Ila mimi najua wewe dada, sasa hivi mimi humu ndani unipendi. Na nitafanya mpango wote, nitaondoka. Nitaondoka kwa bwanangu Osama. Hayo maneno yako. Ndio unipendi. Lakini tukae tujadiliane kwamba vitu vimepotea vipi, vitu vya watu. Nitaondoka kwa bwanangu Osama, nikuache wewe peka kwenye geto ukae kama unaona mimi nafanya. Hata sielewi vitu vimepotea vipi. Chiku, mambo yapo kila siku. Unajua wewe udugu wangu, tena udugu wetu umetoka mbali. Udugu ile udugu wangu wa damu. Udugu wangu vile vitu vinaniangaza mimi. Vitu vile vinaniweka roho juu. Yaani yule damu kubwa naoishi naye mule. Vile vitu ndo kuanzia kiatu na kile kipochi kakopa. Sijui kakopa, sijui kaenda kukiazima huko kwa Mwajuma. Mimi ndo nilienda kuazima lile wigi. Vile vitu sio vyangu tu, nikwambie ukweli udugu wangu. Naomba unisaidie udugu wangu, nadhalilika mimi, naangazika kipenzi. Hivyo unajielewa kweli wewe? Na unajisikia unachokiongea? Mimi nachokitaka hapa pesa yangu 100,000. Kwa kifupi nataka mbanje. Ile hela ni ya mzunguko. Imezunguka ikaja kwako wewe. Mwenyewe najiokotea hapa vimia 200, wala kimi nafanya kazi gani? Nataka mbanje. Sina udugu katika hela, nataka mbanje. Mimi naomba tu unielewe, na kuomba udugu wangu. Nadhalilika mimi. Bwanangu Osama si unamjua? Kaenda kupiga bonge la ishu. Lazima atarudi na hela, mimi nitakugaia. Nige tu vile vitu. Kwanza huyo Mwajuma ndo wa moto. Kila tunapokutana naye sisi anatuanzisha mbingili, mwenyewe anakwambia vile vitu vitoka Dubai. Sikiza nikwambie kitu. Iwe Osama, iwe Bin Laden. Mimi nataka hela yangu. Lete mbanje, nikupe mzigo wako. Tunafanya kuondoka ndugu yangu. Fanya kutimka. Lakini Chiku, nitakuvuna kwa kigizo kuja nacho nibaki nacho. Ndio maana kazi hizi nimechanga tangu juzi. Niko hapa tu kama mimi. udugu, mambo mbona yale yale hadi sasa hivi nakusalimia unaitikia kiunyonge. Sikiza nikwambie udugu wangu, mimi nachoomba tu unisamehe, naomba unisamehe sana. Kiukweli kabisa vile vitu mimi nilivichukua, ila sio kwa nia mbaya. Sijaenda kuviuza wala sijaenda kumpa mtu wowote. Nilikuwa tu siko na mishemishe zangu na mimi nivae nigwaduke udugu wangu.
kufika njiani ila nini? Habiba Timu Mbanje, udugu wangu, mimi mzigo wako ninao, upo nyumbani, nitakugaia. Nyumbani? Mimi katika Mbanje sitaki masiala, sitaki udu katika Mbanje. Habiba Timu cha kwangu. Hivi Chiku, mimi wewe uniamini, mimi uwezo wa kukupelako nayo sana. Tena jana nimetusua na bonge la mzigo ndani, yaani nina hela ya maana. Mimi nikienda nyumbani tu nakugaia. Satulia, sitaki nyumbani, sitaki baadaye. Utakavyopata Mbanje yangu utaniletea. Tulia. Tulia jamani, tulia. Maana gani riski una? Sikiza nikwambie. Nisikilize nini? Hivyo viatu vya dada wewe uone hata namba hiyo hapo tofauti na namba yangu, mimi mwenyewe nimechachuka tu. Na umezoea kuvamia mambo sio saizi yako. Nachotaka mimi Mbanje, utavifuata nyumbani, ukichelewa naenda kuviuza. Mimi nilijua tu hivyo vitu utakuwa umechukua wewe. Haiwezekani vitu tuweke ndani afu tena uniambie vimepotea. Vinapotea vipi? Mara sijui tulivyotoka baa, tumekuja ndani vitakuwa vimepotea, sisi tumedondosha njiani. Hivi Habiba una akili kweli? Sikiza nikwambie. Mimi yule alichukua kwa sababu tu ananidai. Kwa hiyo mimi ninachokiona, ukinisaidia wewe shilingi 50,000 na mimi nikatafuta 50,000, tukimpelekea laki yake moja. Mbona anatoa vitu tunavipeleka udugu wangu? Kirahisi kabisa. Nitoe 50,000 mimi, utoe 50,000 wewe. Kwanza nikuulize, hiyo hela kabla sijatoa ulitumia nini au ulinunulia nini? Yaani ipo hivi. Osama alimpiga mtu. Kwenye kumpiga mtu akaambiwa hivi, utoe laki moja au uende polisi. Mimi tena nikaona sio kweli, huyu ni ubinadamu na huyu mimi ni mtu wangu. Wa karibu tu 2,000 vyake na kulaga. Ndio nimeenda kumkopea kwa heli tu ndugu wangu. Hivyo una akili kweli? Yeah. Nice boy. Garu. Hivi dunia matatizo yatakwisha lini? Mwenzenu najiuliza, maana naona mengi ya ajabu ya kusikitisha, na macho yanaona matukio kibao, watu wanarogana kisa mali, wengine kisa mapenzi eti wako, wanachukiana na kuishi mbali, wengine machocho kwenye dali, wanaishi kwa imani tu, wanasala wakimuomba Jalali misikitini na kanisani. Shida oh shida, shida oh shida, shida oh shida, shida oh shida.